hoja za serikali kwamba Bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Asante Mheshimiwa Waziri. Ndio mganga wenu kakwambia nimfanye hivyo. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote naomba kitabu changu cha hotuba ya bajeti kama kilivyo na yaliyomo yake yaingie kwenye hasadi za Bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, kufuatia taarifa iliyowasilishwa na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii ndani ya bunge lako tukufu, ambayo imechambua bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ninaomba kutoa hoja kwamba sasa bunge lako likubali kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum fungu 53 kwa mwaka 2024/25 na vipaumbele vya wizara kwa mwaka 2025/26. Aidha, ninaliomba bunge lako tukufu likubali kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya kawaida pamoja na miradi ya maendeleo ya wizara kwa mwaka 2025/26. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema na kuniwezesha kusimama mbele ya bunge lako tukufu leo ili kuwasilisha hotuba yangu. Pia nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kutuongoza vyema kwa mafanikio makubwa katika nyanja mbalimbali kwa kipindi hiki cha miaka minne ya uongozi wake. Kipekee niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuniamini kuiongoza wizara hii. Natambua kuwa Mheshimiwa Rais ana matarajio makubwa ya kuona hali ya usawa wa kijinsia hapa nchini inaimarika na utoaji wa huduma za ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii na uwezeshaji kiuchumi kwa makundi maalum unafanyika kwa kasi kubwa na ufanisi. Ninaahidi kwamba wizara itaendelea kutimiza majukumu yake kwa weledi mkubwa ili kuhakikisha kwamba matarajio yake yanafanikiwa kikamilifu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuteuliwa kuwa mgombea wa nafasi ya urais kupitia Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Aidha, ninapenda pia kumpongeza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kuteuliwa kuwa mgombea mwenza wa mgombea wa kiti cha urais kupitia Chama cha Mapinduzi. Tunawaombea mafanikio makubwa katika uchaguzi mkuu mwaka huu. Mheshimiwa Naibu Spika, pia ninapenda kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya Baraza la Mawaziri ya Maendeleo ya Jamii, kwa kuendelea kuwa mstari wa mbele katika jitihada za kuboresha huduma za maendeleo na ustawi wa jamii, kuhimiza usawa wa kijinsia, kutambua na kuratibu makundi maalum wakiwemo wafanyabiashara ndogondogo, uwezeshaji wanawake kiuchumi, pamoja na kuzingatia haki za wazee, wanawake, wanaume na watoto katika jamii. Hivyo, wizara yangu itaendelea kutekeleza kikamilifu maelekezo anayoyatoa. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Mashaka Biteko Mbunge, Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati, kwa uongozi wao mahiri uliowezesha kuleta tija na ufanisi katika utendaji na kuimarisha huduma zinazotolewa katika sekta ya maendeleo na ustawi wa jamii. Aidha, ninampongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba yake aliyowasilisha kwenye bunge lako tukufu tarehe 9 Aprili 2025, ambayo imetoa mwelekeo wa majukumu yatakayotekelezwa na serikali katika mwaka 2025/26. Ninapenda kukupongeza wewe binafsi Mheshimiwa Naibu Spika kwa jinsi ambavyo umeendelea kutuongoza vema katika mijadala mbalimbali ya bunge letu kipindi chote ambacho tumekuwa tukiwasilisha bajeti zetu na taarifa zetu. Aidha,
nampongeza sana Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani kwa uongozi wake wenye weledi na uliotukuka katika kuliongeza Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu ambariki na mfanikishe zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile nawapongeza wenye viti wa Bunge, Mheshimiwa Dr. Josefu Kizito Mhagama mbunge, Mheshimiwa Deodatus Filipo Mwanyika mbunge na Mheshimiwa Najma Murtaza Giga mbunge kwa umakini wao katika kusaidia kuongoza vikao vyetu vya Bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee ninamshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Mwanaidi Alhamisi mbunge, Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa ushirikiano mkubwa sana anaonipa katika kutekeleza majukumu yangu ya kila siku. Sina shaka atarejea kwa kishindo mwaka ujao. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee ninapenda kuwashukuru wajumbe wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii chini ya Mwenyekiti Fatma Hassan Tofiki Mheshimiwa mbunge na makamu wake Mheshimiwa Riziki Saidi Lulida mbunge kwa ushauri na maelekezo walioyatoa wakati wa maandalizi ya bajeti hii. Vile vile ninawashukuru waheshimiwa wabunge wote kwa ushirikiano mzuri mnaotupatia wenye lengo la kuboresha huduma za maendeleo na ustawi wa jamii. Mheshimiwa Naibu Spika, ninapenda kuwashukuru mawaziri wenzangu kwa ushirikiano wanaonipatia ambao unaiwezesha wizara yangu kuendelea kuimarisha na kuboresha utoaji wa huduma za ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii. Nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Angela Kairuki mbunge ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ushauri ya utekelezaji wa ahadi za nchi katika jukwaa la kizazi chenye usawa. Chini ya mwenyekiti wake, kamati imeweza kusimamia utekelezaji wa programu ya kizazi chenye usawa. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kuchukua nafasi hii kumpongeza kwa dhati Profesa Mohamed Yakub Janabi kwa kuchaguliwa kuwa mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani Kanda ya Afrika. Kuchaguliwa kwake ni ushahidi wa heshima kubwa sana kwa nchi yetu na kuonesha kutambulika kwa michango ya wataalamu wetu katika kuimarisha sekta ya afya barani Afrika na duniani kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Spika, tarehe 27 Novemba 2024 taifa letu lilimpoteza Mheshimiwa Dr. Faustin Engelbert Ndugulile mbunge aliyekuwa mkurugenzi mteule wa Shirika la Afya Duniani Kanda ya Afrika na mbunge wa jimbo la Kigamboni. Aidha, tarehe 7 Mei 2025 taifa lilipata msiba mwingine mzito wa kumpoteza Mheshimiwa David Cleopa Msuya aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu. Kwa masikitiko makubwa, naungana na wabunge wenzangu kutoa pole kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, familia za marehemu, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa ujumla kwa kuondokewa na viongozi hawa. Tunaomba Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu hawa mahali pema peponi. Amina. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kutoa maelezo ya awali, ninapenda sasa kutoa maelezo kuhusu utekelezaji wa mpango na bajeti ya wizara kwa mwaka 2024-2025, mpango na makadirio ya mapato na matumizi pamoja na maombi ya fedha kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele vya wizara kwa mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye eneo la mapitio ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya wizara kwa mwaka 2024-2025, maelezo yako aya ya 15 hadi 21. Wizara imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia sera, sheria, mipango, mikataba na makubaliano ya kimataifa na kitaifa yenye lengo la kuimarisha utoaji wa huduma za maendeleo na ustawi wa jamii nchini kama nilivyofafanua kwa kina kwenye aya ya 15 na 16. Katika kuboresha utoaji wa huduma za ustawi na maendeleo ya jamii mwaka 2024-2025, wizara ilipanga kutekeleza vipaumbele 7 ambavyo vimeainishwa kwenye aya ya 17. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu mapato na matumizi ya fedha za wizara fungu 53. Katika mwaka 2024-2025, wizara ilipanga kukusanya kiasi cha shilingi za Kitanzania bilioni 7 na milioni 40 na laki 129 kwa mchanganuo kama unavyoonekana kwenye jedwali namba 1 kwenye hotuba yangu. Na hadi kufikia mwezi Machi 2025, wizara imefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 3 milioni 523 laki 597 na 415 sawa na 50% ya makadirio ya mapato. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2024-2025 wizara iliidhinishiwa na Bunge shilingi bilioni 67 milioni 905 laki 259, na kati ya fedha hizo shilingi bilioni 47 milioni 487 na 1079 ni bajeti ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 20 milioni 418 laki 180
ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha za matumizi ya kawaida, shilingi bilioni 25.8 ni fedha za matumizi mengineyo na shilingi bilioni 21.6 ni mishahara. Aidha, kati ya fedha za maendeleo, kiasi cha shilingi bilioni 18.02 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 2.3 ni fedha za nje. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi kufikia mwezi Aprili 2025, wizara imepokea jumla ya shilingi bilioni 35,206,488,106 kwa ajili ya matumizi ya kawaida sawa na asilimia 74.1. Kati ya fedha zilizopokelewa, shilingi bilioni 18,891,954,36 ni matumizi mengineyo na shilingi bilioni 16,304,534,070 ni mishahara. Pia, wizara imepokea fedha za maendeleo shilingi bilioni 12,525,746,891 sawa na asilimia 61.4, ambapo shilingi bilioni 11,840,673 ni fedha za ndani na shilingi milioni 685,073,891 ni fedha za nje, kama ilivyoonyeshwa kwa kina kwenye jedwali namba 2. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu utekelezaji wa majukumu ya wizara fungu 53 kwa kina imeelezwa kwenye aya ya 22 hadi 150 ukurasa wa 13 hadi 80. Katika kutekeleza vipaumbele vya bajeti kwa mwaka 2024-2025, wizara kwa kushirikiana na taasisi zake pamoja na wadau mbalimbali imetekeleza yafuatayo: 1. Eneo la maendeleo ya jamii, aya ya 23 hadi ya 34. Sekta ya maendeleo ya jamii ni mtambuka na ina jukumu kubwa la kufanya mageuzi ya kifikra na mitazamo ya jamii na kuifanya jamii kuwa kitovu cha maendeleo. Sekta hiyo inawajibika katika kuhamasisha na kuamsha ari ya wananchi kushiriki kikamilifu katika kujiletea maendeleo yao wenyewe na jamii kwa ujumla. Sekta hii ni kitovu muhimu katika ushirikishwaji wa jamii na wadau, na kwa msingi huo ina mchango wa kipekee katika mafanikio ya sekta mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kuratibu utekelezaji wa mpango wa taifa wa kuhamasisha na kusimamia maendeleo katika ngazi ya msingi, mpango unaoanza mwaka 2022 hadi mwaka 2026, ambao unalenga kuwawezesha wananchi kuwa kitovu cha maendeleo na kuchochea mageuzi ya kifikra, mtazamo na kiutendaji kwa timu ya wataalamu ngazi ya msingi ili kuboresha utendaji na utoaji wa huduma kwa wananchi kama nilivyoeleza kwa kina kwenye aya ya 24. Wizara kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI imeendelea kuamsha ari ya jamii kushiriki katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye mikoa 26 ya Tanzania bara kupitia maafisa maendeleo ya jamii, ambapo wamehamasisha utekelezaji wa jumla ya miradi 31,802 kama ilivyoainishwa kwenye aya ya 25. Mheshimiwa Naibu Spika, mila na desturi ni muhimu katika maendeleo na ustawi wa jamii yoyote. Hata hivyo, jamii yetu ni miongoni mwa jamii zinazokabiliwa na changamoto ya kuongezeka kwa kasi ya mmomonyoko wa maadili. Aidha, mila na desturi chanya zikitumika kwa ufanisi zina uwezo mkubwa wa kudhibiti mmomonyoko wa maadili na kujenga taifa lenye maadili mema. Kwa kuzingatia hilo, wizara iliandaa kitini cha uwezeshaji wa majadiliano ya mila na desturi ngazi ya jamii cha mwaka 2023. Matumizi ya kitini hicho ni hatua ya utekelezaji wa mwongozo wa maadili na utamaduni wa Mtanzania wa mwaka 2022. Mheshimiwa Naibu Spika, jumla ya wananchi 20,211 wameshiriki mijadala hiyo katika mikoa ya Mwanza, Mara na Tabora. Wizara itaendelea kushirikiana na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo pamoja na wizara zote za kisekta katika kuhimiza uzingatiaji wa miongozo hiyo. Miongozo yenyewe hiyo ni huo wa maadili na utamaduni wa Mtanzania wa mwaka 2022 pamoja na miongozo mingine ya kisekta, hatua ambayo itaongeza kasi ya jamii kuziishi mila na desturi. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara ina jukumu la kusimamia na kuratibu vyuo 8 vya maendeleo ya jamii nchini vilivyotajwa kwenye aya ya 29. Maelezo mengine kuhusu eneo la maendeleo ya jamii yako aya ya 30 hadi 34. Naomba kwenda kwenye eneo la pili la uratibu na usimamizi wa shughuli za kiuchumi kwa wafanyabiashara ndogo ndogo, ambapo maelezo kwa kina yako aya ya 35 hadi 42. Wizara imeendelea kuratibu na kusimamia mipango ya kuwezesha na kuendeleza
kiuchumi makundi maalum ya wafanyabiashara ndogo ndogo. Makundi hayo ni pamoja na wachuuzi wa bidhaa, yani wa machinga, mama na babalishe, waendesha bodaboda na bajaji, wasusi, washonaji wa nguo na wafanyabiashara ndogo ndogo wote wenye mauzo ghafi yasiyozidi shilingi milioni 4 kwa mwaka. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara imesajili kwenye mfumo wa kidigitali wafanyabiashara ndogo ndogo 54,999 kwa kipindi cha Julai 2024 hadi tarehe 8 Mei 2025 na kufanya jumla ndogo ya wafanyabiashara ndogo ndogo waliosajiliwa kuwa 78,984. Hapa wako wa kike 50,283 na wa kiume 28,701. Kati ya hao wafanyabiashara ndogo ndogo 28,287 sawa na 36% wamepatiwa vitambulisho vya kidigitali vinavyowawezesha kupata huduma za mikopo ya serikali yenye masharti nafuu kupitia benki ya NMB. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI imeendelea kuratibu na kufuatilia maendeleo ya ujenzi wa ofisi za wafanyabiashara ndogo ndogo katika ngazi ya mikoa, ambapo kufikia Aprili 2025 mikoa 17 kati ya mikoa 26 imekamilisha ujenzi wa ofisi hizo, na taarifa zaidi iko aya ya 42. Uwepo wa ofisi hizo ni juhudi za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuwajengea mazingira mazuri wafanyabiashara hao katika kuratibu shughuli zao kiuchumi, ambapo alitoa shilingi milioni 10 kwa kila mkoa kwa mwaka 2022. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijielekeze eneo la 3 la haki na maendeleo ya mtoto kwenye aya ya 43 mpaka 60. Wizara ina jukumu la kuratibu na kusimamia utoaji wa haki za msingi kwa mtoto kama ilivyoelezwa kwa kina zaidi kwenye aya ya 43. Wizara imeendelea kuimarisha mifumo ya kisheria kwa kufanya marekebisho ya sheria 3 ambazo ni sheria ya mtoto sura ya 13, sheria ya makosa ya kimtandao sura ya 443 na sheria ya msaada wa kisheria sura ya 21. Marekebisho hayo yamelenga kuondoa upungufu unaojitokeza katika utekelezaji wa masharti katika sheria husika ili kuimarisha ulinzi na maslahi bora ya mtoto. Aidha, kupitia marekebisho hayo, adhabu dhidi ya vitendo vya ukatili zimeainishwa kwa kina kwenye aya ya 44. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara iliratibu mafunzo kuhusu sayansi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kwa maafisa 281, ambapo kati ya hao maafisa 215 walitoka mikoa na halmashauri zote za Tanzania bara. Lengo la mafunzo hayo lilikuwa ni kuimarisha uwezo katika kusimamia na kuratibu programu jumuishi ya taifa ya malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, kifupi PJT-MAM, ya miaka 5 kuanzia mwaka 2021 mpaka 2026. Aidha, wizara imetoa mafunzo ya programu hiyo kwa waandishi wa habari 26 kutoka katika kila mkoa ambao ni vinara katika kutoa taarifa za programu hiyo ili kuimarisha utoaji na elimu katika jamii. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeratibu na kusimamia kampeni ya taifa ya usalama wa mtoto mtandaoni, Child Online Protection, katika mikoa 26 ya Tanzania bara. Kampeni ilikuwa na lengo la kuelimisha wazazi au walezi na watoto wenyewe kuhusu usalama wa mtoto anapokuwa anatumia mitandao. Kampeni ya usalama wa mtoto mtandaoni iliambatana na mafunzo ya uwezeshaji 516 kutoka ngazi za mikoa yote Tanzania bara. Aidha, wazazi au walezi 821,098 walifikiwa na kampeni hiyo, na wanafunzi 786,901 kutoka shule za msingi na sekondari walipata elimu ya usalama wakati wa kutumia mitandao. Wizara imeunda kamati ya taifa ya ushauri ya usalama wa mtoto mtandaoni kwa lengo la kutoa ushauri wa kitaalamu kuhusu afua sahihi za ulinzi na usalama wa mtoto mtandaoni. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niende eneo la 4 kuhusu huduma za ustawi wa jamii zilizoko maelezo yake kwenye aya ya 61 mpaka 87. Wizara imeendelea kuboresha huduma za ustawi wa jamii kwa mtu binafsi, familia na makundi mbalimbali katika jamii kwa lengo la kuzuia matatizo na kutatua athari zinazotokana na changamoto mbalimbali. Makundi hayo yameainishwa aya ya 61. Wizara ilifanya mapitio ya sera ya taifa ya wazee ya mwaka 2003 ili kuimarisha upatikanaji wa huduma za matunzo, ulinzi, ushiriki wa wazee kwenye vyombo vya maamuzi katika jamii na taasisi mbalimbali. Sera hiyo iliidhinishwa na Baraza la Mawaziri Oktoba 2024. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Afya ilifanya utambuzi wa wazee na wasiojiweza 4,975,473.
na kutoa huduma za kiustawi katika mikoa 26 kufikia Aprili 2025. Kati ya hao, wazee wasiojiweza milioni 2.1, wakiwemo wanaume milioni 1.01 na wanawake milioni 1.18 wamepatiwa vitambulisho kwa ajili ya msamaha wa matibabu na bima ya afya kwa ajili ya kugharamia matibabu. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, jumla ya watoto 10,782 wa kiume 6,108 na wa kike 4,674 wanaishi na kufanya kazi mtaani, wanaoishi na kufanya kazi mtaani waliokolewa kutoka kwenye mazingira hatarishi ya mtaani. Kati ya hao watoto 2,410 wameokolewa kupitia kampeni maalum inayoendelea kwenye mikoa yote nchini iliyoanza rasmi Aprili 7 mwaka huu kuelekea siku ya kimataifa ya watoto waishio na kufanya kazi mitaani iliyofanyika kwa mara ya kwanza katika nchi yetu kitaifa mkoani Mtwara, na kampeni hii ni endelevu. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara imeshughulikia jumla ya migogoro ya ndoa 97,234 hadi kufikia Aprili 2025 kupitia kitengo cha ustawi wa jamii katika ngazi ya halmashauri hadi taifa, ambapo kati ya mashauri hayo mashauri 81,820 yalipatiwa ufumbuzi na mashauri 15,414 yalipelekwa mahakamani kwa hatua zaidi. Wizara kwa kushirikiana na wizara za kisekta pamoja na wadau imeendelea kuratibu huduma kwa manusura wa vitendo vya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, jumla ya manusura 19,717 waliripotiwa, wakiwemo watoto 7,278, wa kiume 1,373 na wa kike 5,905 na watu wazima 12,439 ambao wote walipata huduma katika madawati ya jinsia na ya watoto ya polisi nchini, ambako pia maafisa ustawi wa jamii huwa wapo. Mheshimiwa Naibu Spika, kufuatia jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali katika kupinga ukatili dhidi ya wanawake na watoto, sasa tunaanza kuona matokeo chanya, yakiwemo kupungua kwa vitendo vya ubakaji kutoka matukio 8,185 mwaka 2023 hadi matukio 7,670 mwaka 2024, ikiwa ni sawa na kupungua kwa asilimia 6.3. Matukio ya ulawiti nayo yamepungua kutoka matukio 2,382 mwaka 2023 hadi matukio 1,930 mwaka 2024, sawa na kupungua kwa asilimia 19. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijielekeze kwenye eneo la maendeleo ya jinsia na uwezeshaji wanawake. Wizara katika kutekeleza ajenda ya usawa wa kijinsia na uwezeshaji wanawake kiuchumi inaratibu na kutekeleza programu za afua mbalimbali zenye lengo la kukuza usawa na kuimarisha wanawake na wasichana kushiriki katika nyanja zote za maendeleo. Programu na afua hizo kwa kina zimeainishwa kwenye aya ya 88. Katika kuhakikisha kuwa sekta ya umma na binafsi zinajumuisha na kuzingatia masuala ya jinsia kwenye sera, mipango na bajeti, wizara kwa kushirikiana na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi imewajengea uwezo viongozi na watendaji wa ofisi hiyo kuhusu ujumuishaji wa masuala ya jinsia katika ukaguzi wa hesabu za serikali ili kuwa na taarifa ya kina ya sekta zinavyozingatia na kutekeleza masuala ya jinsia nchini. Katika jitihada za kukuza haki na usawa wa kiuchumi, serikali inaendelea kutekeleza programu ya kitaifa ya Tanzania ya kizazi chenye usawa ambayo inatekelezwa na wadau mbalimbali kama ilivyoelezwa kwenye aya ya 91 hadi ya 122. Kwa mara ya kwanza nchini kuelekea maadhimisho ya kitaifa ya siku ya wanawake duniani yaliyofanyika kuanzia tarehe 1 hadi 8 Machi 2025, wizara iliratibu makongamano ya kitaifa katika kanda 7 yaliyofunguliwa na viongozi wa kitaifa. Mheshimiwa Naibu Spika, hii ni hatua kubwa katika kusogeza karibu zaidi na wananchi sauti ya wito wa wanawake kushiriki shughuli za maendeleo na mchango wao kusikika kwa sauti kubwa zaidi, na maelezo ya kina yako aya ya 107. Mheshimiwa Naibu Spika, maadhimisho ya kitaifa ya siku ya wanawake yalihusisha shughuli na huduma mbalimbali kama tulivyoeleza kwenye aya ya 108. Aidha, kilele cha maadhimisho ya kitaifa ya siku ya wanawake duniani kilichofanyika katika uwanja wa kumbukumbu ya Sheikh Amri Abeid Kaluta mkoani Arusha tarehe 8 Machi 2025
mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na habari hii kwa kina iko aya ya 109. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatoa shukrani kwa wadau wote waliofanikisha maadhimisho haya kama nilivyowataja na kuwafafanua kwa kina kwenye aya ya 110. Shukrani ziende kwa wajumbe wote wa Kamati ya Kitaifa ya Uratibu wa Maadhimisho wakiongozwa na Bi Sara Masasi, mwenyekiti wa kamati na mlezi wa Chama cha Wanawake Wachimbaji Wadogo wa Madini TAOMA. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara katika kuendelea kuimarisha uwezeshaji wanawake kiuchumi ilifanya maboresho ya mwongozo wa uundaji na uratibu wa majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi wa mwaka 2022 ili uweze kukidhi matakwa ya sasa. Hadi kufikia Aprili 2025, wizara imewapatia mafunzo viongozi na waratibu wa jukwaa katika mikoa 26 ili waweze kueneza na kufanya uhuishaji wa majukwaa kulingana na mwongozo huu mpya. Aidha, wizara imeunda kamati ya kitaifa ya uhamasishaji wa uundwaji wa majukwaa inayoongozwa na mwenyekiti Bi Rijani Mtali, mkurugenzi wa masoko wa Benki ya Taifa ya Biashara TCB, na mlezi wake Dr. Judith Mhina kutoka sekta binafsi. Kamati hii ni ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi, ambapo imekuja na kampeni ya kuongeza kasi ya uundwaji wa vikundi na majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi yenye kauli mbiu ya wanawake inuka, imarika, tusua kiuchumi, itakayotekelezwa kwa miaka 5 kuanzia mwaka 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara iliratibu uandaaji wa mpango wa kitaifa wa ajenda ya wanawake, amani na usalama unaotekelezwa kwa kipindi cha mwaka 2024 hadi 2029, ambao Tanzania imeridhia utekelezaji wake kupitia azimio namba 1325 la Umoja wa Mataifa kuhusu wanawake, amani na usalama. Utekelezaji wa mpango huu maelezo yake yako aya ya 114. Naomba nijielekeze kwenye eneo la uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali, ambapo maelezo yake yako aya ya 123 hadi 144. Mheshimiwa Naibu Spika, usajili, uratibu na ufuatiliaji wa mashirika yasiyo ya kiserikali unatekelezwa kupitia sheria ya mashirika yasiyo ya kiserikali sura ya 56. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, wizara imesajili mashirika 1202, hivyo kufanya jumla ya mashirika yote yaliyosajiliwa kufikia 10,717. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imejenga mfumo wa kidigitali wa utambuzi wa mashirika yasiyo ya kiserikali, ambapo mashirika yote yaliyosajiliwa yameunganishwa ili kuwawezesha wananchi kuyaona kupitia simu janja kiganjani, kama ambavyo tumeeleza kwa kina kwenye aya ya 133. Katika kuimarisha uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali na udhibiti wa masuala ya mmomonyoko wa maadili kupitia mashirika hayo, wizara imeboresha mwongozo wa uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali wa mwaka 2020 na kutoa toleo la pili la mwongozo huo la mwaka 2024 kama tulivyoeleza kwa kina aya ya 125 na 126. Wizara kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha, Ofisi ya Rais TAMISEMI kupitia wasajili wasaidizi wa mikoa na halmashauri imefanya ufuatiliaji wa shughuli za mashirika yasiyo ya kiserikali na kuwasisitiza kutekeleza shughuli zao kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa kama inavyosomeka kwenye aya ya 128. Mheshimiwa Naibu Spika, kupitia ufuatiliaji huo ilibainika kuwa miradi ya maendeleo inayotekelezwa na mashirika haya imezingatia vipaumbele vya kisekta na kuwa na manufaa kwa jamii kama inavyosomeka kwenye aya ya 130. Kwa mwaka 2023-24, wizara iliandaa taarifa ya mchango wa mashirika yasiyo ya kiserikali ya mwaka 2023 kama ambavyo tumefafanua kwa kina kwenye aya ya 134 na 135. Taarifa hiyo ilionyesha kuwa jumla ya shilingi trilioni 2.61 zilizopokelewa na kutumika na mashirika hayo katika utekelezaji wa miradi ya afua zilizoainishwa kwenye aya hizi. Mheshimiwa Naibu Spika, manufaa yaliyopatikana kutokana na uendeshaji wa miradi mbalimbali ni pamoja na upatikanaji wa ajira za moja kwa moja 21,701, wakiwemo wa Tanzania 21,582 na wageni 119. Tumeeleza zaidi kwenye aya ya 135. Mheshimiwa Naibu Spika, nachukua fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuanzisha tume ya maboresho ya kodi kwa ajili ya kupokea maoni na changamoto za kikodi, ambapo kwa mara ya kwanza mashirika yasiyo ya kiserikali yamepata fursa hii adhimu ya kuwasilisha maoni yao
ya maboresho ya kikodi mbele ya tume hiyo. Fursa hii inaonyesha dhamira ya serikali ya kuendelea kujenga mazingira wezeshi kwa mashirika yasiyo ya kiserikali. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kwenda eneo la 7 kuhusu uratibu wa mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, kifupi MTAKUWA. Wizara imeendelea kuratibu mpango kazi wa kitaifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto awamu ya pili wenye lengo la kuzuia na kutokomeza vitendo vya ukatili. Mpango wa awamu ya pili umeongeza mambo mapya kwa lengo la kuboresha uratibu na utekelezaji. Masuala yaliyoongezeka ni pamoja na kuongezeka kwa vyombo vya usimamizi wa mpango huu, ikiwemo kamati elekezi ya mawaziri, wakuu wa mikoa na wilaya kupitia vikao vya kamati za ushauri za mkoa na wilaya, kwa lengo la kupata msukumo wa kisera na kisiasa katika utekelezaji wa mpango huu ngazi zote. Pia kushirikisha wanaume na vijana wa kiume katika utekelezaji wa afua za kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia na kujumuisha afua za kupinga ukatili wa watoto mtandaoni. Mheshimiwa Naibu Spika, ni hatua njema na kubwa kuwa mwongozo wa maandalizi ya mpango wa bajeti wa mwaka 2025/26 uliotolewa na Wizara ya Fedha umesisitiza wizara, idara, taasisi za serikali, tawala za mikoa na serikali za mitaa kujumuisha afua za mpango huu katika mipango na bajeti zao. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niende kuhusu utekelezaji wa majukumu ya taasisi zilizo chini ya wizara kwa ufupi kabisa. Aya ya 151 hadi 162. Kama nilivyoeleza hapo awali, wizara inaendelea kusimamia utekelezaji wa majukumu ya taasisi hizo chini yake ambazo ni Taasisi ya Maendeleo ya Jamii Tengeru na Taasisi ya Ustawi wa Jamii, na taarifa yake ipo kwenye aya hizo nilizozitaja. Kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo, miradi hii iko mingi, iko aya ya 163 hadi 170. Nitasoma kwa ridhaa yako Mheshimiwa Naibu Spika baadhi. Katika kuboresha mazingira ya utendaji kwa watumishi, wizara inaendelea na ujenzi wa jengo la utawala katika Taasisi ya Maendeleo ya Jamii Tengeru. Jengo hili litagharimu shilingi bilioni 5.7, ambapo katika mwaka wa fedha 2024/25 serikali imetoa fedha za ndani za maendeleo shilingi bilioni 1.2 na kufanya jumla ya shilingi bilioni 2.7 zilizopokelewa. Hadi Aprili ujenzi umefikia 70%. Wizara inaratibu utekelezaji wa programu ya Kizazi Chenye Usawa, ambapo serikali imetoa shilingi bilioni 1 zilizowezesha kuwajengea uwezo maafisa viungo wa wizara za kisekta kuratibu ziara ya kamati ya kitaifa ya ushauri wa utekelezaji wa programu ya Kizazi Chenye Usawa, kujenga uwezo kwa vikundi vya wanawake ili kunufaika na zabuni kupitia sheria ya manunuzi ya umma ya 30% ambayo inataka vikundi vijisajili kwenye mfumo wa manunuzi ya umma, pia ununuzi wa pikipiki 100 ambazo zipo katika taratibu za manunuzi. Katika kuwezesha na kuendeleza makundi maalum wakiwemo wafanyabiashara ndogondogo, serikali imetoa shilingi bilioni 8 ili kutoa mikopo kwa wafanyabiashara hao kupitia benki ya NMB ili kuongeza kipato chao na kuwainua kiuchumi. Hadi Aprili 2025, wafanyabiashara ndogondogo 601, wanaume 274, wanawake 327 wamekopeshwa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 1,101,650 na zoezi hilo linaendelea. Vile vile maombi 2092 yanaendelea kuchakatwa yenye thamani ya shilingi bilioni 3,590,477, na mikopo hii sio vikundi, ni mtu mmoja mmoja. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imekamilisha maandalizi ya utekelezaji wa mradi wa kukuza usawa wa kijinsia unaojulikana kwa jina la Pamoja Project, ambao uwezeshaji wake ni kupitia mkopo wa dola milioni 100 na ruzuku ya dola milioni 4 toka Benki ya Dunia. Lengo la mradi huu ni kukuza fursa za kiuchumi, kuboresha huduma za kifedha kwa wanawake na pia kuzuia na kupambana na ukatili wa kijinsia, na maelezo zaidi yako aya ya 159. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijielekeze kwenye vipaumbele vya wizara na bajeti ya mapato na matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo kwa mwaka 2025/26. Maelezo yako aya ya 171 hadi 173. Katika mwaka 2025/26, wizara kupitia idara na taasisi zilizo chini yake itatekeleza vipaumbele vitano kama ifuatavyo. 1. Kukuza ari ya jamii kushiriki katika kupanga na kutekeleza miradi ya maendeleo iliyoibuliwa katika ngazi ya msingi. 2. Kuratibu na kuimarisha utoaji wa huduma za ustawi na maendeleo ya jamii, ikiwa ni pamoja na kukuza usawa wa kijinsia, kutokomeza vitendo vya ukatili, uwezeshaji wanawake kiuchumi na upatikanaji wa malezi bora katika familia. 3.
kutambua, kuratibu maendeleo na ustawi wa makundi maalum wakiwemo watoto, wazee na wafanyabiashara ndogo ndogo. 4. Kuboresha mazingira ya kufundisha na kujifunzia katika taasisi na vyuo vya ustawi na maendeleo ya jamii. Na 5. Kuimarisha mazingira ya ushiriki na mchango wa mashirika yasiyo ya kiserikali katika maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kutekeleza vipaumbele vilivyoainishwa, wizara kwa mwaka 2025/26 imekadiria kutumia kiasi cha shilingi bilioni 76,057,153, na kati ya fedha hizo shilingi bilioni 49,115,697 ni fedha za matumizi ya kawaida, ambapo shilingi bilioni 22,646,148 ni fedha za mishahara na shilingi bilioni 26,469,549 ni fedha za matumizi mengineyo. Aidha, shilingi bilioni 26,941,456 ni fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ambapo kati ya hizo shilingi bilioni 15,415,400,000 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 11,526,052 ni fedha za nje. Mheshimiwa Naibu Spika, baadhi ya maeneo yaliyotengewa fedha kwa mwaka 2025/26 tumeainisha kwa kirefu kwenye aya ya 162 Roman ya kwanza hadi Roman ya 6. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijielekeze kwenye kutoa shukurani zangu aya ya 174 hadi 184. Ninaomba nitumie fursa hii kuzishukuru serikali za nchi rafiki zikiwemo Japan, Ufalme wa Sweden, Jamhuri ya Watu wa China, Marekani, Ufalme wa Norway, Ufalme wa Uingereza, falme za nchi za Kiarabu, Italia, Ujerumani, Ubelgiji, Ufaransa, Canada, Ufalme wa Denmark, Ireland, Jamhuri ya Uswizi, Bangladesh na nchi nyingine ambazo zimeendelea kuisaidia wizara kwa njia mbalimbali. Ninayashukuru mashirika na taasisi za kimataifa ikiwa ni pamoja na UNICEF, UNFPA, UN Women, WHO, UNDP, UNEP, ILO, IOM, WFP, FAO, UNESCO na UNHCR. Vile vile ninashukuru Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika na Jumuiya za Umoja wa Nchi za Ulaya. Nayashukuru mashirika ya kimataifa ambayo ni Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika, Mfuko wa Abbott Fund, Global Fund, Hilton Conrad Foundation. Pia nashukuru taasisi za kifedha ambazo ni pamoja na benki za CRDB, NBC, NMB, Benki ya Biashara Tanzania, Benki ya Maendeleo ya Kilimo, Stanbic, Benki ya Azania, Benki ya Equity, Benki ya Watu wa Zanzibar, Benki ya Akiba Commercial, DCB Commercial Bank, Benki ya Mkombozi na Benki ya Biashara Tanzania. Nayashukuru mashirika yasiyo ya kiserikali na mashirika ya dini: World Vision, Pact Tanzania, The Aga Khan Foundation, Foundation for Civil Society, Help Age Tanzania, Compassion International, Responsible Organization Tanzania, Both Ends Believing, Safe Society Platform Tanzania, Children in Crossfire, Care International Tanzania, Railway Children Tanzania, WILDAF, ICS, Taula, Tayoa, LOSF, SOS Children Village Tanzania, Braki Maendeleo Tanzania, Plan International Tanzania, Kivulini, FSDT, WFT, Tanlap, Save the Children, Equality for Growth, Landesa, Kamfedi, Sisema, Repsi, Aman Girls, Girls Effect, Pelam Tanzania, LOHRC, Haki Elim, TWCC, Tekden, ECPAF, FAGDI, HJF, MRI, TGNP, CRS na MEWATA. Mheshimiwa Naibu Spika, shukrani kwa sekta binafsi ikiwemo mgodi wa Geita, Bariki State Oil, Bakresa Group of Companies, Total Energies, ASM Technology, Asasi Group of Companies, Kamal Steel Group, Afroil Investment Limited, Oryx Gas, Great Lakes Freight, Bulyanhulu Gold Mine Limited, Bomans Tanzania Limited na Highland Estate. Shukrani zangu ziwafikie Baraza la Taifa la Ushauri la Wazee, Chama cha Madereva na Wamiliki wa Pikipiki Tanzania, machifu na viongozi wa kimila Tanzania, Umoja wa Wanawake Tanzania UWT, kwa Mheshimiwa Mama Mary Chatanda ambaye leo yuko pamoja nasi hapa kwenye jukwaa kuu, Chama cha Wanawake Wajane Tanzania,
Jukwaa la Ulingo, Jumuiya ya Wazazi CCM ambao nao wako pamoja nasi, Baraza la Watoto la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, TAWIA, Shirikisho la Umoja wa Machinga Tanzania na Umoja wa Mama na Babalishe Tanzania. Nizishukuru klabu za mpira wa miguu Tanzania, hususani Yanga, Simba, Azam na vikundi kampeni za kijamii kama Smaujata, TFF, Lemachu, Sawata, Malezi Bora Network pamoja na vyombo vyote vya habari. Mafanikio ya wizara yametokana na ushirikiano wa wadau pamoja na kamati tulizoziunda ambazo nimezieleza, ambazo tumezipa majukumu ya kutekeleza. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana wenye viti na wajumbe wa kamati hizo. Naomba nichukue nafasi hii kumpongeza kijana Samson Mgelwa na kumshukuru. Huyu ni mwandishi wa kujitegemea kupitia blog ya Muungwana kwa makala yake ya kwa nini wananchi wengi hawatoi ushahidi kwenye kesi za ukatili, ambayo ilishinda tuzo za Mama Samia Kalamu Award. Asante sana Mgelwa. Mheshimiwa Naibu Spika, nitoe shukrani zangu pia kwa viongozi wa taasisi za dini zikiwemo CPCT, TEC, BAKWATA, CCT na CSDA. Nielekeze shukrani zangu kwenye management na wataalamu wote wa wizara ninayoiongoza wakiongozwa na Dr. John Jingu, katibu mkuu wa wizara hii ambaye yuko pamoja nasi, na wasaidizi wake Wakili Amoni Mpanju, naibu katibu mkuu anayeshughulikia maendeleo ya jamii na makundi maalum, na Bi Felista Peter Mdem, naibu katibu mkuu wa maendeleo ya jamii na wanawake, upande wa jinsia na wanawake, kwa mchango na ushirikiano wao katika kuwezesha utekelezaji wa majukumu yangu. Kipekee namshukuru sana katibu wangu Bi Chantal Mishako kwa ushirikiano wote alionipa kipindi chote cha utekelezaji wa majukumu yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kuwashukuru Bodi ya Uratibu wa Mashirika Yasiyo ya Kiserikali, Baraza la Taifa la Mashirika Yasiyo ya Kiserikali na Kongo, bodi na management za Taasisi ya Ustawi wa Jamii na Taasisi ya Maendeleo ya Jamii Tengeru, vyama vya kitaalamu Kodepata na TASO. Pia na washukuru wakuu wa vyuo vyote 8 vya maendeleo ya jamii. Na hapa namshukuru sana Mama Mwantumu Mahiza ambaye ndio mwenyekiti wa bodi hii ya mashirika yasiyo ya kiserikali, kifupi na Kongo, yuko pamoja nasi hapa. Mheshimiwa Naibu Spika, kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI na washukuru sana wakuu wa mikoa yote na wataalamu wote chini ya ofisi zao na wadau wote wa sekta mbalimbali wanaohudumia katika maeneo yao, pamoja na wananchi mmoja mmoja na mitandao ya habari za kijamii ambayo imekuwa na chachu kubwa sana katika ufanyaji kazi wa wizara yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, sasa naomba nichukue fursa hii pia kuishukuru sana familia yangu, hususan mume wangu kipenzi na mpendwa, wakili msomi Methusela Gwajima, ambaye nyuma ya mafanikio yote haya amekuwepo yeye karibu sana na mimi. Mchango wa baba umeonekana katika maisha yangu. Naamini mchango wa wanaume wote pia utaonekana kwenye maisha ya wanawake wote katika taifa letu. Na watoto wetu wote pamoja na wote ambao wamekuwa sehemu ya familia zetu na wasaidizi wetu wa shughuli za nyumbani, kwa uvumilivu wao wa kipekee kwa kunitia moyo katika kutekeleza majukumu yangu ya kitaifa. Mheshimiwa Naibu Spika, sasa naomba nijielekeze kuomba fedha kwa kazi zilizopangwa kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2025/26 aya ya 185 hadi 188. Kuhusu makadirio ya makusanyo ya maduhuli kwa mwaka huu wa 2025/26. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025/26 wizara imekadiria kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 7 na milioni 40 na laki 129 kutoka katika vyanzo mbalimbali kama ilivyoainishwa kwenye aya ya 185. Kuhusu matumizi ya kawaida, Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025/26 wizara inakadiria kutumia kiasi cha shilingi bilioni 49 milioni 115 laki 697 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 26 milioni 469 laki 549 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 22 milioni 646 laki 148 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi. Kuhusu miradi ya maendeleo, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa shughuli hizi za maendeleo, wizara inakadiria kutumia shilingi bilioni 26 milioni 941 laki 456 kwa ajili ya miradi hii ya maendeleo, na kati ya fedha hizi shilingi bilioni 15 milioni 415
5,400,000 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 11,526,000 na 52,000 ni fedha za nje. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka 2025/26 Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum fungu 53 tunaomba jumla ya shilingi bilioni 76,057,153 ili twende kutekeleza majukumu yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, hotuba hii inapatikana pia katika tovuti ya wizara yetu ya www.jamii.go.tz. Kufikia hapa, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima ninaomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Asante sana Mheshimiwa Waziri.